linafahamika kama fumbo la Dyatlov Pass, The Dyatlov Pass Incident, la mwaka 1959. Mnamo Januari 1959, kikundi cha wanafunzi na wahitimu 9 wa chuo kikuu nchini Urusi, wakati huo Umoja wa Kisovieti, wakiongozwa na kijana aliyeitwa Igor Dyatlov, walifanya safari ya kwenda kupanda milima ya Ural kaskazini mwa Urusi. Walikuwa ni vijana 7 wa kiume na 2 wa kike, wote wakiwa na uzoefu mkubwa wa kuhimili mazingira ya baridi kali na milima mirefu. Lengo lao lilikuwa kufikia kilele cha mlima Ototen. Mnamo tarehe 1 Februari mwaka 1959, dhoruba ya theluji iliwapoteza njia kidogo. Wakalazimika kupiga kambi kwenye mteremko wa mlima mmoja unaojulikana na wenyeji kama Kholat Shakhl. Kwa lugha ya kienyeji maana yake ni mlima wa wafu. Walisimika hema lao hapo, wakanywa chai na kulala wakisubiri asubuhi. Hawakuwahi kuamka salama. Baada ya wiki kadhaa kupita bila kikundi hicho kutoa taarifa ya kurudi, vikosi vya uokoaji na jeshi vilianza kuwasaka. Walipofika eneo la kambi, walikutana na mambo yaliyowaacha vinywa wazi. Hema lao lilikuwa limekatwa kwa kisu kutokea ndani, kumaanisha walikuwa na haraka kubwa ya kutoka, kiasi kwamba hawakuwa na muda wa kufungua mlango wa hema. Walikimbia bila nguo za baridi. Licha ya kuwa usiku huo kulikuwa na baridi kali ya chini ya nyuzi 30 selsiasi, nyayo zilionyesha kuwa walikimbia wakiwa hali bila viatu, wengine wakiwa na soksi tu au chupi na nguo za kulalia. Miili ilitawanyika. Miili yao ilipatikana umbali wa mita mamia kutoka kwenye hema, ikiwa imetawanyika kwenye maeneo tofauti chini ya mti mkubwa wa msonobari. Uchunguzi wa kitabibu wa maiti hizo ulileta maswali mengi kuliko majibu. Wale wa kwanza kupatikana walikufa kwa baridi kali, hypothermia. Hata hivyo, wengine 4 waliopatikana miezi michache baadaye chini ya theluji walikuwa na majeraha makubwa ya ndani. Wengine walikuwa na mbavu zilizovunjika vibaya na mafuvu yaliyopasuka, majeraha yanayofanana na mtu aliyegongwa na gari kwa kasi kubwa. Cha kushangaza, majeraha hayo yalikuwa ya ndani tu. Ngozi zao za nje hazikuwa na mikwaruzo au alama yoyote ya kupigwa. Mwili wa mwanamke mmoja, Ludmila, ulipatikana ukiwa hauna ulimi, macho na sehemu ya midomo. Nguo za baadhi yao zilikutwa zina viwango vikubwa sana vya mionzi ya kinyuklia, radiation. Hadi leo, hakuna anayejua kwa asilimia 100 nini kiliwatisha vijana hawa wenye uzoefu mkubwa hadi wakatee hema lao na kukimbilia gizani kwenye baridi ya kufungia bila nguo. Kuna nadharia nyingi: maporomoko ya theluji, avalanche. Nadharia ya kisayansi inasema huenda walisikia kishindo cha theluji kiporomoka, wakapaniki, wakakata hema na kukimbia. Lakini nadharia hii haielezi kwa nini miili ilikuwa na mionzi ya nyuklia au kwa nini mmoja akatwe ulimi. Majaribio ya kijeshi ya siri. Nyakati hizo zilikuwa za vita baridi. Kuna hisia kuwa serikali ya Urusi ilikuwa inafanya majaribio ya silaha za siri za kinyuklia au makombora katika eneo hilo, na vijana hao walishuhudia au kuathiriwa na silaha hizo. Kisha jeshi likajaribu kuficha ukweli. Wenyeji wa Mansi. Hawa ni wenyeji wa eneo hilo la milimani. Walihisiwa kuwa labda waliwashambulia kwa kuingia kwenye ardhi yao takatifu, lakini hakukuwa na nyayo za watu wengine zilizoripotiwa eneo hilo. Yeti, kiumbe wa kubuni wa milimani. Wengine wanapenda kuamini walishambuliwa na kiumbe mkubwa wa ajabu wa milimani kutokana na nguvu kubwa iliyotumika kuvunja mbavu zao. Fuatana nasi kupata matukio ya kweli yaliyowahi kutokea ambayo yameacha fumbo mpaka hivi leo. Usisahau kutufollow, comment na like video hii ili na wengine wapate kujua yaliyojili na ya kusisimua.